sana. Pesa ngozi, Mungu awabariki sana. Sitahili tena kwenda kwa wote kila wakati, maana deni langu limelipa. Bwana Yesu asifiwe. Sikutaka watu wacheze hiyo wimbo, maana tujapata style ya kutansi. Sasa kiimba hivyo kila mtu tu anakisikia. Nataka tupate neno na siku ya leo, na wale ambao walikuwa hapa Ijumaa, ile maombi ya Ijumaa, mnajua kwamba kuna kitu tunaanzisha kukitoa ndani ya kila mtu. Tunataka hiyo kitu itoke kabisa mpaka tuanze kuonekana tumeokoka. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tutasoma kitabu cha Danieli 3 na inataka kutufunza kuhusu kushinda vita. Wakati huu ni wakati mgumu sana. Usipokuwa na imani na bidii, mambo imekuwa mengi sana katika ulimwengu wa sasa. Kwa majina, mimi naitwa Bishop Catherine Sofia Malega wa kanisa na Faith Believers Church. Kwa hivyo wale ambao wanatazama TV mahali popote ambao unatutazama, uamini ya kwamba Mungu anakupenda na utabarikiwa pamoja nasi hapa Faith Believers Church Kakamega, Lurambi hapa. Kwa hivyo tutaomba alafu tutasoma neno. Kitabu ni Danieli 3, lakini tutasoma kuanzia mstari wa kwanza tukiendelea. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Mungu wa majeshi kwa sababu ya neno lako. Napoanza kutafsiri, Mungu wa majeshi, naalika neema yako takatifu ikaweze kukuza kila mmoja ambako tayari kwa ajili ya kupokea neno lako. Asante kwa sababu hii ya neema yako. Ni kwa Yesu mkombozi nimeomba na kuamini. Amen. Tasoma maandiko kwa uwezo wa Yesu Kristo. Kitabu ni Danieli 3 kuanzia penyewe nitasoma. Kuanzia 6 nitasoma. Na kila mtu aliyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuri ya moto uwakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote waliposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na mna zote za ngoma, watu wote wa mataifa na lugha wakaanguka wakiabudu ile sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia kwamba tusiwe watu waoka ambao tunaweza sutuliwa na mtu tu anakusutua, na wakati anakusutua unaanza kutetemeka, na kutetemeka kwako unafanya kitu ambayo si halali. Unajua ukisutuka utafanya kitu ambayo si halali, na ukiwa fahamu utafanya kitu ambayo iko halali, kwa sababu kuwa fahamu utafikiria kwanza kabla ufanye kitu, na kwa kusutuka utafanya kitu kwa sababu umeokopa. Bwana asifiwe sana. Sasa usiwe mtu ambao utaokopa unasutuliwa tu na neno lolote likitokea na unasutuka. Lazima uokoke, utubu na uwe fahamu. Neno lolote likikuja likupate kama uko fahamu. Hata kama ni nyumba yako unakuwa fahamu. Hata kama ni Ukristo unakuwa imara. Bwana asifiwe sana. Ili usije ukachanganyikiwa na ukajikuta umefanya mambo ambayo si halali ama ile ambayo ifai ufanye. Tuendelee. Mfalme Nebukadneza alipoisimamisha, basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia, wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia Mfalme Nebukadneza, mfalme, uishi milele. Wewe mfalme, ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakaye kusikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na sauti ya tomara na namna zote za ngoma, na ni lazima aanguke na kuabudu ile sanamu ya. Unasema kwamba kuna mtu ambaye anaweza kutokeza kama Nebukadneza katika nchi ya Kenya ama mahali unashiriki kwa kanisa ama kwa familia yenu. Huyo mtu ni mtu wa kusutua watu. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya kitu na akifanya hiyo kitu inasutua watu. Anaweza hata kuwa kanisani, anaweza kuwa mahali unafanya kazi, na anaweza kuwa mahali popote. Kwa hivyo ukae ukijua kwamba kama mtu atakitokeza na anaanza kuleta vitina na uchochezi ya kusutua imani yako, usikubali kutingizika wala kusutuka. Wewe simama tu fahamu ili Mungu aweze kupigania. Kwa sababu ukiwa mtu lekeleke kila wakati utakuwa mtu wa kushinda.
napenda watu wa kushinda. Bwana asifiwe sana. Na tena nataka watu ambao wanapenda kuwa number 1. Haleluya. Kwa sababu mtu ambaye anakuwa number 1, yeye anapokea kitu kabla. Lakini yule wa nyuma anakuta kitu mzuri kama imeisha. Kwa mfano, wacha nipeane mfano wale wa mama ama watu ambao wanafanya biashara. Unaendaga saa ngapi ndio upate vitu mzuri? Ukienda umechelewa, watu wamechukua vitu mzuri, imebaki mbaya. Hiyo mbaya ukienda nayo utauza. Sasa ni vizuri ukitaka kufaulu katika maisha yako, kila mahali huko kuwa number 1. Haleluya. Kuwa number 1 kwa kila kitu ambao unafanya. Wewe uwe wa kwanza. Usikubali kuwa mkia ama usikubali kuwa nyuma. Wakati huyu mtu alienda kuambia watumishi wa Mungu ambao ni Danieli na Shadraka, hawakuogopa chochote. Waliendelea kusimama imara. Maana walikuwa wametubu, wameokoka. Na walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Wakajua kwamba hakuna kitu itatufanya. Haleluya. Katika hii dunia usikae tu unaogopa wachawi. Hao wataniroka. Waje kuogopa. Hida tu kwa mchawi enda. Haleluya. Unaona mchawi amekaa badiendi anakuroka, pita hapo. Pita mara ya pili. Yana ajue pato huko. Na utakuwako. Endelea. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuri ya moto uwakao. Wako Wayahudi kadhaa wa kadha ulioweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka, Meshaki na Abednego. Watu hawa mfalme hawakujali wewe, hawakuitumikia miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Unaona yani walienda kushitaki watu wawili watatu, na hao watu kushtakiwa hawakuogopa. Walisema hakuna siku tutaabudu miungu. Na unajua maisha yetu imeanza kuwa na shida. Kwa nini? Kwa sababu sisi Wakristo tumekuwa watu wa kuchanganya. Tumekichanganya sana. Unachanganya hii, unachanganya hii. Unaweza kuwa msharati unasema nimeokoka. Wewe ni mchawi unasema umeokoka. Hiyo kujichanganya kumefanya hakuna hata mtu anaweza elewa Mkristo na asiye Mkristo. Kwa sababu matendo imeanza kufanana ya Wakristo na wasio Wakristo. Ndio sababu inafaa sisi tubadilike. Tuokoke na tubadilike. Tukue kama hao wapendwa. Walikuwa wamesimama na sema tutaabudu Mungu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninajua kwamba hao watu walikuwa wametubu. Damu ya ukoo walikuwa wametoka ndani. Wewe unajua kwamba uliita mtoto wako babu yako ambaye alikuwa mchawi. Huyo mtoto wako atakuwa tu mchawi. Nilisikia wengine walikuwa wanatembea bila nguo. Mtoto wako atakuwa hataki suti, hataki nguo mzuri kwa sababu ya hiyo mapepo ya damu ya ukoo imemwandama. Sasa Shadraka na Abednego walikuwa wametubu. Hawakukuwa katika hiyo hali. Na hiyo ikawasaidia sana. Haleluya. Kila wakati wakakuwa washindi, hakuna siku waliaibika. Ni nani hapa anaweza chukua hiyo imani? Asimame imara. Na aseme mimi nitatetea Mungu peke yake. Huyo mtu mahali hapa ndio Mungu anataka. Akikuona huko hapa lazima atakusaidia. Unajua hata mapepo inaenda kwa mtu ikitetemeka. Haleluya. Haikujangi ati inakuja ikifikiria nitamweza ama simuwezi. Na shetani akijua kwamba hata kuweza hata kuja kwako. Anakujanga akijua amekushakulekeza, amekupima, amejua wewe ni bure tu. Haleluya. Hata ukiona hapa kamba unasema ni nyoka, unaanza bure. Haleluya. Shetani anakupima kwanza, anaona wewe ni muoka. Na kile tu uoka wako ndiye atakupitia tu. Hata hiyo magonjwa ambayo nasikia hapa tunasema, mama mmoja anasema amepona kanza, anakujaribu kwanza. Akiona wewe ni wakulialia tu umekata tamaa, unasema mimi ni kukufa na inakuja fu. Lakini akikuja unasema mimi hutaniweza, inaenda. Kwa hivyo vile wewe mwenyewe unajichukua ndio vile utakaa. Ukijichukua hivi hivi, shetani atakutumikia hivi hivi. Ukijichukua uko ni mara, umeokoka, una imani, shetani atakuokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Wakristo wengi saa hii yani wako na tamaa. Shetani wa tamaa ameingia. Unatamani shilingi 1,000 ambayo huwezi kumaliza shida zako na inakuharibia sifa yako. Haleluya. Hata wengine anatamani kitu ambacho ni aibu. Usiwe mtu ambao hauna imani.
Ukiwa na imani hautatamani vitu ndogo, hautatamani kitu ya mtu. Utakuwa vile uko na utajiamini uko sawa. Hautakuwa na wasiwasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nilisema kuna baraka ambayo tunaweza kusanyika hivi tupokee, na kuna baraka mtu unatafuta peke yako. Haleluya. Kutafuta baraka peke yako ni muhimu kuliko kutafuta baraka kwa kikundi. Tafuta baraka zako wewe na Mungu wako. Haleluya. Na ujue kwamba nikitaka kufanikiwa inafaa nitembee kwa njia gani, nifanye nini, nikae namna gani. Na ukijua vile inatakikana, jifunze kwa wakina Abednego. Unaona vile walikaa kwa maombi, kufunga na kuomba, na hiyo iliwasaidia sana, wakapata ushindi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo waliwekwa katika tanuru. Ile tanuru waliwekwa ya moto, waliweza kutoka. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani. Wewe unaweza karibiwa sana. Shetani atakujaribu, hata tume kwako majini ikuje kukusumbua, lakini ukiitia moto wa Yesu, hiyo majini yote itatoroka, ikipika nuru ikienda. Maana shetani anaokopa moto wa Yesu. Lakini wewe ukiokopa, itakuja kukusutua tu. Haleluya. Ambia mwenzako, tunafundishana kuwa usiwe muoga. Usiwe muoga. Haleluya. Maana watu waoga wote wako chini ya shetani. Anawakanyaga bila anataka. Lakini watu ambao wana uoga, shetani amekaa mbali. Na kule mbali ambao amekaa hata kufikia, anataka kufikia mwaka ujao, na Mungu anataka kubariki mwaka huu. Sasa kitambo afike, utakuwa umeshabarikiwa. Utakuwa umeshapita pale, ndio yeye anafika hapa. Sasa hata kufikia. Haleluya. Vijana wetu wamesema kwamba wamesoma miaka 4. Mliona vile walikuwa wanaomba hapa. Hiyo miaka 4, shetani mchawa akianza kufunga zaidi ya zao hawezi. Wameshapita. Wewe pengine ni mama umeshaoleka. Hata shetani akikuja kutingiza nyumba yako, ako nyuma, maana wewe umeshaoleka tayari. Tayari uko kwa hiyo nyumba. Sasa atatingiza na hata kuweza. Kwa hivyo tuwe watu ambao tunataka kuwa watu ambao hatuna woga. Haleluya. Na dhambi tukatae. Kataa dhambi. Ukiona hii kitu haifai, toka huko. Haleluya. Ukiona kwamba ukiingia mahali fulani utapata shida, usiingie pale. Toka hapo. Haleluya. Nakuta hata shetani amekuja tu kwa hao washirika, ati amekushika miguu. Hii miguu yako siwezi tembea hata nifike kanisani. Wewe tembea tu ufike kanisani. Haleluya. Hata kuna wengine anasema siwezi kula kitu fulani, nikikula ninaumwa. Hiyo ni uoga. Haleluya. Ona usiombee na ukule. Haleluya. Ona usiombe na utoke uende. Yaani uoga imefanya vitu mingi zetu zimelala. Haleluya. Yaani umekaa tu na wasiwasi, wataniroka, sijui watanifanya nini, sijui fulani ndio huyo. Hata kazini hauna amani. Ukiona fulani roho inashutuka, yaani hauna amani. Kuna watu hapa wamekaa hawana amani. Mimi natakanga tukukaa kila wakati na furaha. Haleluya. Hiyo niko nayo, sina furaha. Lakini kuna watu hapa kifua inapikanga tu, wana amani. Wengine wamekaa tu kifua zao zinapika hata wazee wao ni washarati. Na hujampata na mwanamke mwingine. Yaani roho yako inapika. Unafikiria. Mambo ya kufikiria itafanya mkosa amani. Haleluya. Itakufanya kila wakati ukae na wasiwasi. Hata kama uliona kitu mbaya mwaka uliopita, mtu ametumwa amewaga, pia wewe wacha. Lakini ukikaa tu na wasiwasi, nani huyu anaongea? Hiyo simu mzao umeenda kwa choo, wewe ndio huyo. Umechukua simu naangalia, uone watu wangapi wamepika, yani utahangaika pa. Utahangaika kwa hiyo dunia mpaka utakana. Haleluya. Kuna mtu mwingine, mama mwingine alikuwa anapenda watu wakiongea na anaenda kusikiliza. Wakiongea anaenda nyuma ya nyumba anasikiliza. Siku nyingine akasikia wanaongea maneno mazito kwake. Alitoka hapa akachinyonga. Usipate maneno bado. Ile maneno iko mbali na wewe wachana. Ile iko karibu ndio lako. Haleluya. Kwa sababu hii dunia ni mbaya. Mtu mwingine
ni uongo, nataka kuona utajiri yake kiaje. Ukimwambia nilikutuma kumchunga, hata rudi kwako. Na ukianza kelele tena analeta ingine, tena analeta ingine, tena analeta ingine, mpaka hakikishe amepomoa. Mpaka hakikishe amepomoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiwe waoka. Tunaendelea na hiyo maandiko. Soma tuone. Basi Shadraka, Nebukadneza akatoa amri ili kwa hasira na ghadhabu walete hao Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi wakaletwa watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akamwambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata amkutii Mungu wangu wala kusujudie sanamu ya dhahabu niliyosimamisha? Usikubali kutii sauti nyingine ama mungu mwingine. Mungu aliyekuumba peke yake anaweza kupigania, na yeye ndiye anakujua. Amen. Kwa sababu hawa walipoulizwa walisema tunajua Mungu mmoja tu peke yake. Na watu wengi tumejichanganya, ndio unaona kufaulu. Waje kujichanganya. Simama tu leo, jaribu tu kumwandama Mungu peke yake uone maisha yako vile itakuwa. Unajua kama unataka kufaulu unajichanganya. Utukufu wa Mungu unatoroka. Unabaki peke yako tena unaanza. Utakuwa mtu ambao unaenda nyuma unarudi mbele, unaenda mbele unarudi nyuma. Hautakuwa na mwelekeo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Soma hapa alafu tumalizia hapo. Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na zeze na santuri na zomara na namna zote za ngoma kuanguka na kuishuhudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema. Hiyo ndio vitu ambao watu mnatumia. Umeshapewa irisi, ukitoka lazima uitafute ufungu. Umeshapewa madawa, kila jioni na asubuhi lazima uyatumie. Kama umesahau na kati na wasiwasi unatetemeka, leo watanimaliza. Lakini wacha nikwambie, damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, hiyo peke yake ndio inaweza. Amen. Hiyo peke yake ndio itakuokoa. Hizo vitu zingine unamaliza wakati wako. Yes. Kwa hivyo leo ni siku ya kuwa watu ambao tumekataa uoka na tutafuata Mungu peke yake katika maisha yetu. Amen. Unaposoma kitabu cha Wafalme wa pili mstari wa kwanza kuanzia 9, unaona kwamba mambo kama haya ilimtokea Elia. Na wakati ilitokea Elia, yeye alisimama imara na akasema ya kwamba Mungu wangu atanisaidia. Amen. Na Mungu aliweza kumsaidia. Aliitisha moto ukashuka na ukateketeza watu wote ambao walikuwa wamekuja kupigana na yeye. Shetani atakuja na watu wake, hakuja kupigana na wewe, lakini ataweza. Utaitisha moto wa Mungu na hiyo moto itafukuza shetani. Ataenda. Hautapatikana katika hiyo hali ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikumbuka Daudi mtumishi wa Mungu, kalikuwa katoto kadogo, mpaka Goliath akasema hii ni takataka. Hata kufanya mazoezi ya kwenda vita, sababu alijua hakuna mtu wa kupigana na yeye. Alijua ni kitu tu ya kupiga kofi moja, lakini kumbe nguvu za Mungu huwezi bishana nazo. Yeye katika kujiandaa kwa kutokujiandaa, Daudi naye alijiandaa. Alijiandaa. Na katika kujiandaa kwake akaangamiza Goliath. Jiandae katika maombi. Asubuhi na mchana omba. Ukitoka kwa nyumba yako omba. Ukirudi ambia Mungu asante. Naye Mungu atakuacha kila wakati, atakusaidia na atakupigania. Tusimame. Tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa amani, Mungu wa rehema, tazama tunakuja mbele yako. Hao wapendwa ambao wako mahali hapa wamekukimbilia. Baba, wapatie kibali cha imani, wapatie nguvu. Wanapoona neno kidogo wanashtuka, wanaanza kutetemeka. Tunakuja kinyume cha huyo pepo leo. Katika jina la Yesu wa Nazareti, hamu ya ukoo, majina walioitwa. Tunakemea kumtakiza. Tunakataa unyonge. Tunakataa mapepo. Katika jina la Yesu. Baba, watakase, wabariki maana wewe ni Mungu. Kuanzia leo wapatie imani kama Shadraka na Abednego. Watakuwa washindi katika maisha yao. Kile kitu ambacho walikuwa wameokoka kuanzia leo, Baba, waondolee. Kwa Yesu mkombozi tunaomba na kuamini. Haya wagonjwa. Tunakuja mbele yako. Tazama wapendwa wamenyenyekea kwa ajili ya uponyaji. Nyosha mkono wako uponyaji juu ya maisha yao. Pepo na magonjwa
songa mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele, marafiki wakikataa, uongea mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele, watakulia ngumu, usikate tamaa. Wewe songa mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele, wajilia shida yako, usikate tamaa. Wewe songa mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele. Wewe una watoto, usikate tamaa. Wewe songa mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele, usikate tamaa. Wewe songa mbele, usikate tamaa.
Go back to
Baba.